mabibi na mabwana, ni muda wa kutoka ndani kuelekea nje. Zanzibar vibration. Let's go outside and see how Zanzibar has to offer. And everyone, make sure you subscribe on my channel, Nati Brandy. Of course, we are vibing. And go, ladies and gentlemen, nawakumbushe tu kunifollow na kusubscribe. Zanzibar is so beautiful, lakini sometimes Zanzibar is complicated. Number one complication in Zanzibar ni usafiri. Yani Zanzibar, once you are here, kila mtu anafikiri you are a touristi. Mimi si touristi jameni. Mimi ni Mtanzania tu from the mainland. I'm here just for a moment. Lakini unapata mtu tu kwa sababu amesha kuona wewe ni mgeni, basi ana assume kwamba wewe ni tourist. That's number one red flag. Number two red flag is sometimes hapa kuna kama ka ubaguzi. It's called racism. And it's weird kwa sababu inakufanya una feel uncomfortable kwa namna fulani. Why? Because unapata mko barabarani and you're just moving around. Mtu akishagundua kwamba you speak Swahili, there is the way they treat you. Yes, anaanza kukutukana, labda ataongea maneno ya kejeli, which is weird and not really good. That's a red flag here. So one thing we decided, sisi tukitembea barabarani, we speak English. Mtu akituongelesha Kiswahili, we say we don't understand, and they literally stop there. So that's it. Lakini pia kitu kingine, it's about the food. Huku wamezoea a lot of spices kwenye chakula, lakini pia yani I don't know, lakini mimi sijapenda kwenye msosi. No. And kitu gani kingine, it's a red flag here. The red flag. I think those are the three things ambazo nimenotice. Okay, yes, exactly. Maji ya chumvi jameni, yani jamani, waoga wajipata uko kama hujaoga. Anyway, that's another story. Lakini kikubwa, hizo ndo red flags zenye napatana nazo hapa. Unless otherwise, vitu vingine viko vizuri. Wageni wenyewe wako na vibe. Yani one thing about wageni wana vibe. Kwa hiyo you can just vibe na wageni instead of the natives. God damn it. The thing that I've noticed here in Zanzibar, and it's a red flag, it's when African ladies are walking around. These guys around, they assume all these ladies who are walking around and they are Africans, they just came here to, to find wazungu. This is the apartment where we stayed for a few days. Yeah, but somehow, sometime, it's not giving 10 over 10. I might rate it like 5 out of 10. Yeah, 5 out of 10. Let's go. So, mambo ni Zanzibar. As you can see, ladies and gentlemen, we are heading to Mnazi Mmoja for an interview. Then we will be back. Hamjamboni. Habari. Ujambo. Habari gani? Gia kutanda. Mambo ni mengi hapa, lakini let's go and see how it goes. Golden Tilly. Tukiingia hapa ndani
tutapata nini? Tutapata Golden Tulip Boutique Hotel. Hii ni mitaa, watu wanapiga kazi. It's Sunday, beautiful Sunday, and yeah, watu wanatumia generator kugenerate. Ooh. Wanafanya packaging, which is amazing and incredible at the same time. Whew. Kama unyama. So hapa ndo venue yenyewe ya Sauti za Busara 2026. Kama unavyoona ilo stage hapo nyuma yangu, wamekwambia let them shine. Hiyo ndo kauli mbiu ya mwaka huu hapa, let them shine. Sound check hapa ilikuwa inafanyika vizuri kabisa. Leo ana perform Salif Keita all the way from Mali. And kama umemisi Sauti za Busara, inawezekana ukawa unamisi vitu vingi sana, lakini mimi ninachotaka tu ni kushauri, you must make sure unakuwa unatokea kwenye Sauti za Busara, kwa sababu ndio joto ni kali, lazima utembee na kakiyoyozi kidogo, lakini make sure you don't miss out. At least once in your lifetime, make sure unatokea kwenye Sauti za Busara 2026. Nini? Lakini pia kwenye Sauti za Busara kuna nini tunasema, kuna stages tofauti tofauti. Changamka basi director, kuna stages tofauti tofauti, na hii hapa ndio ni kama ratiba ambayo inakuwepo kuanzia day 1. Hapo mambo ndio yalikuwa yanaanzia day 1, day 2, day 3, day 4. Kwa hiyo leo ratiba yetu ni hii hapa, day 4. Tutaenda kushuhudia kuanzia hapa mpaka pale chini kwa Salif Keita ambaye ndo atakamilisha mchongo wa leo. Alafu kuna stage nyingine iko upande wa pili huku, inaitwa Mvinje. Ni Mvinje? I'm not really sure if it is Mvinje, lakini ndio hii hapo, na wenyewe wako wanafanya setup vizuri kabisa kuhakikisha kila kitu kinakuwa on set. Ni Mivinje stage, as you can see right there. 23 years of Sauti za Busara. Mambo yanasetiwa vizuri kabisa hapo. Kuna backstage, lakini pia kuna nini, tuna VIP namna hiyo, na usafi kidogo kwa mbali unafanyika kuhakikisha kwamba watu wakija basi wana have fun, wana enjoy. Huyu mdudu na yeye ananifuatilia kimaisha. Hizi ni sehemu za kula msosi. Ukikaa hapa kuna vinywaji pale, hauwezi ukakaa kizembe kizembe, so make sure unakuja kwenye Sauti za Busara walau mara moja kwenye maisha yako, ili usiwe unapitwa vitu vya muhimu na vya msingi. Watu wanafanya setup ya misosi tupate kula hivyo. Wengine wanaendesha baiskeli kama unavyomuona Dingi hapo anaendesha zake bike nini, fresh kabisa namna hiyo hapo. Ting tang. Tunatokea pamefungwa sasa hivi, hakuna exit maalum. So hapo kuna ndizi za kukaanga unaziona, lakini hapa kuna viti vya kitambo viti vya kitambo kama unavyoniona, na hapa kuna mashine ya check up. Kwa hiyo watu wakiwa wanakuja hapa wanaingia hapa, ndo sehemu ambao wanafanyiwa uchunguzi kuhakikisha kwamba uingii na vitu ambavyo havihitajiki. And yeah, so hapa ni Mnazi Mmowi.